zetu wanaita Passover. Haleluya. Pasaka ni ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yako mambo yalitokea makubwa kwenye taifa la Waisraeli wakati wanatoka Misri kwenda wapi? Kwa Kanaani. Haleluya. Kuna siku Mungu aliongea na Musa. Wakati Musa aliachilia mapigo mangapi kwa Wamisri? 10. Ile la 10 kuna jambo lilifanyika hapo, ndipo Pasaka ilipoanzia. Haleluya. Katika ile pigo la 10 Pasaka ilianzia hapo. Haleluya. Kwa sababu ilibidi Mungu atoe maarifa kwa ajili ya kizazi cha Waisraeli ili na wao wasiingie kwenye mkumbo pamoja na Wamisri. Haleluya. Haleluya. Ina maana hata kama shida itatokea kwenye nchi, hiyo shida haitaunganishwa na watu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Hata kama utapitia kwenye shida, lakini kuna kitu Mungu atatengeneza cha kutokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu soma Kutoka 12. Mtu mmoja asome Kutoka 12. Some kwa haraka mpaka mstari wa kwanza hadi wa 12 hadi wa 13. Naomba usome kwa haraka, alafu tutachukua muda sana akinasikia harufu ya wali. Kutoka 12 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza. Amina. Tanza Kutoka 12:1. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. 13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa hiyo ndio Pasaka. Haleluya. Haleluya.
siri za Mungu ni kwa wale wanaomcha. Haleluya. Wakati Musa anaambiwa hayo mambo, Wamisri walikuwa hawajui chochote. Haleluya. 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 Kwa hiyo waliotengeneza huyu mwana kondoo ni Wayahudi peke yao. Sababu walifahamu hiyo siri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kama familia yako mnaweza mkala mbuzi, kama ni mdogo mtatafuta na jirani. Sababu alikuwa ale amalizike. Haleluya. Haleluya. Yesu sio wa kumpokea kidogo kidogo, ni wa kumpokea kabisa. Haleluya. Haleluya. Sio wa kula nusu, alafu nusu nyingine ni wolio, yani ni moja kwa moja. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena alitoa, najua Yesu alisema, alimwambia mama Msamaria, siku zinakuja na hizi siku zipo, waabudu halisi ndio watamwabudu Baba katika roho. Unajua kuabudu Mungu katika roho. Roho anatoa maelekezo. Haleluya. Amen. Alafu kisha fanya kama alivyoelekeza, ndio nguvu inatokea. Haleluya. Amen. Kama anaambiwa kwamba wamle, wammalize. Alafu sio hakuna choice, hakuna kuchagua. Sijui huyu tusijui tumchemshe, huyu sharti ni moja, achomwe. Haleluya. Haleluya. Pale hakuna sijui huyu ngoja nimchemshe, napenda supu. Hakuna supu. Ni kuoka. Hata kama huli nyama ya kuchoma, hiyo siku ni lazima unakula nyama ya kuchoma. Hakuna kuchagua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni ndio mwana kondoo ambaye ilikuwa ni Pasaka, ambaye alikuwa ni Yesu. Tena sasa alikuwa ni mchanga wa miaka 1. Haleluya. Yesu wakati anasulubiwa alikuwa ni mzee. Alikuwa ni umri gani? Hivi miaka 30 ni mzee au vijana? Haleluya. 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 Wewe mwana kondoo alikuwa lazima awe kijana. Wale waliofikisha miaka 3 na ngapi hiyo hawafai. Mwaka mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hapo kulikuwa na namna ya kumla. Sio unakula umenyosha miguu. Hamna. Umesimama, umevaa, tayari umefunga. Haleluya. Amen. Hapo ni tayari kwa safari. Bwana Yesu asifiwe. Na wanasema baada ya wale watu kumla ile mwanakondoo, hata kama kuna mtu alikuwa alisikia nguvu chache, alipata nguvu ya kutembea. Haleluya. Haleluya. Nataka niseme kwamba mwanakondoo ambaye ni Yesu kwetu sisi ni nguvu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwetu sisi ni nini? Nguvu. Ni nguvu. Yaani hata kama kuna mahali unasikia kuchoka, lakini Yesu akiingia ndani ya maisha ya mtu anapata nguvu mpya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema na damu unapaka wapi? Hivi ukipaka damu kwenye mimo, wakati mwingine sio kama ni umechafua nyumba. Haleluya. Haleluya. Lakini wale waliofikiri kwamba Wayahudi wamechafua nyumba zao na damu walilia kesho yake. Haleluya. Lakini kwa Wayahudi ile damu ilikuwa ni alama. Haleluya. Haleluya. Katika maisha yetu Yesu kwetu sisi ni alama. Amina. Haleluya. Wakati mambo mabaya yanakujia wewe, yanapomkuta Yesu ndani yako yanapita juu. Haleluya. Haleluya. Ile damu ilionekana kama ni uchafu kwenye ile nyumba, lakini malaika mharibu alipopita akaiona ile damu, alipita sentimita chache juu ya ile nyumba. Haleluya. Haleluya. Alipita sentimita chache. Siku moja nikawa nimetoka sehemu naenda nyumbani. Sasa nilipotoka nikaanza kusikia kosa amani. Nikasema nini kimetokea? Nikaenda kama saa 2 saa 3. Nikasikia kuna kitu kinakuja nyuma yangu.
Kiangalia, ukienda unasikia kinakuja kwa nguvu kabisa. Nikasikia nywele zimesimama. Nikajua hapa kazi ipo. Haleluya. Alafu nikaanza kusikia mwili unachemka. Hizo ni dalili za kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida kinapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mahali parefu. Nikasikia sasa kimehamia tena mbele. Sasa vingine viko nyuma na vingine viko mbele. Nikasimama. Nikaanza sasa, unaenda wapi sasa? Kurudi kumekuwa kurefu. Nyumba unaiona ni ile pale, lakini ukifikia sasa imekuwa kazi. Hata nguvu za kwenye miguu zimeanza kupungua. Haleluya! Haleluya! Nikamtaja Yesu. Haleluya! Haleluya! Nikasema kwa jina la Yesu hapa nitapita. Nikasikia kuna kitu kimetoa mlio. Alafu nikapita kwenye nywele zangu hapa juu. Kama rocket. Nikajua sasa hicho kimepasi wewe. Haleluya! Kilikuwa kilengi kichwa. Lakini kwa sababu ya Yesu kimepelekwa juu kidogo, sentimita chache na nywele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme ya kwamba sisi tuliokoka tuko na furaha. Tunazo nguvu nyingi. Bwana atuogope, ndio maana tunasema usiogope. Yuko mwenye nguvu anayekusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Pasaka ni ushindi. Pasaka kwetu sio kusherehekea kushindwa, tunasherehekea ushindi. Haleluya! Hapo Farao alikuwa amekataa kuwapa Waisraeli ruhusa. Lakini siku walimla mwanakondoo, aliwaambia waondokeni, sitaki niwaone hapa. Wakasema tunaondokeje hata tuna pesa. Tumefanya kazi kwa kulipa. Akasema ingieni kila nyumba mnaona, chochote chukueni. Haleluya! Haleluya! Yale ambayo yameshindikana kwa muda mrefu, kwa sababu ya Pasaka yanaenda kuwezekana. Haleluya! Haleluya! Musa alikuwa amefanya jaribio mara 10 akishindwa. Lakini walipomla mwanakondoo walipewa ruhusa, wakazawadiwa na vitu. Sema chochote kama wamama wakasema hakuna dhahabu. Unaonekana tu ni watu kufagia, hatuna dhahabu. Nasema chukueni kwa mama wa Kimisri. Mama anapita sema mama nataka dhahabu. Atocha. Kuna zingine kwa nyumbani hata nipeleka kachukua. Haleluya! 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 Kwa sababu wanajua kilichowapata. Kufiwa na kila mzaliwa wa kwanza. Kama wasipoharakisha hawa watu wakitoka, kikirudia sijui ataondoka nani. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza kukuchezea kwa sababu hawakufahamu wewe ni nani. Lakini siku wakimfahamu Mungu wako hawatarudia tena kukuchezea. Haleluya! Haleluya! Hawatarudia tena kukuchezea. Siku moja niliangalia klipu moja na nikacheka sana. Paka amekaa na mbwa. Sio ni marafiki wanakaa kwa binadamu. Ghafla akatokea chui. Akawataka kuwavamia. Paka kwa sababu ana asili kama ya chui, akaruka akakaa mgongoni kwa chui. Chui akakimbia. Mbwa yakawa amekaa chini, amelala chini amezimia. Bwana Yesu asifiwe. Akainuka, akaona sasa paka anatoka kumfukuza chui amerudi. Alipomwona tena paka akaanguka chini akazimia. Akajua kumbe haka kajamaa kadogo nilikuwa nakaa nako, kumbe nikaitu hatari na naye kama anaweza kumfukuza chui. Haleluya! Haleluya! Nataka niseme kwamba sisi tunaweza nguvu nyingi kama tunamtumaini huyo Yesu. Aliyesulibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wayahudi wanaonekana ni watu wanyonge. Tena ni watu wa kufanyizwa kazi. Lakini siku Mungu wao aliwatokea, walionekana ni watu wa ajabu sana. Haleluya! Kila mtu alianza kuogopa. Hata Farao mwenyewe aliogopa. Akasema sasa ondokeni haraka sana kwenye nchi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Nataka niseme kwamba huyu mwanakondoo
alikuwa ni Yesu. Haleluya! Yesu akiingia kwenye maisha ya mtu, hata kama alikuwa na nguvu, nataka kusema kuna nguvu itaumbika ndani yake. Haleluya! Haleluya! Hata kama alikuwa ni wa kuonewa, hataonewa tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sisi hatuendaki hata kwa waganga. Ganga wa nini? Sisi tunaye Yesu. Haleluya. 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 Tunaye nani? Yes. Haleluya. Na kuna wakati watu wanafanya jaribio la kukuondoa. Lakini nataka niseme kwamba hilo jaribio huwa wakati mwingi linapita juu. Haleluya. Kwa sababu ya Yesu linapita juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu sema juu. Juu. Haleluya. Amina. Haleluya. Mtu mmoja kaniuliza hivi, mbona haufi? Nikamuuliza kwani nakufa nimezeeka sana? Kwani nimezeeka sana? Haleluya. Amen. Huyo alishafanya jaribio likafanyeje? Likashindwa. Haleluya. Amen. Sasa nakuja moja kwa moja kujitokeza. Anauliza maswali ya kizushi, mbona ufi? Nimezeeka mimi? Haleluya! Yuko mfalme katikati yetu. Haleluya! Anatangaza kila jaribio litakalopita juu ya maisha yako litapita juu. Haleluya! Na kila shimo walilochimba maadui wataingia wao, wewe hautaingia. Haleluya! Haleluya! Na kila silaha ambayo itaandaliwa kwa ajili yako haitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu mara nyingi wanataka wakuone ukiwa unalia. Ukiwa unafanyaje? Unalia. Lakini nataka niseme kwamba Yesu alilia kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Alilia kulia. Alilia wewe ili usikie. Check. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mnyama mmoja wa ajabu sana. Unamfahamu punda? Punda anapebeba mizigo. Haleluya. Lakini punda hataki kubebeshe mtoto wake nini? Yaani mama abebe na mtoto atakupiga. Hata mtoto awe mkubwa. Lakini akiwa mdogo hata kamfuko karamu atakupiga mateke. Haleluya! Haleluya! Yesu akafanyika kuwa punda akabeba vitu vyetu ili sisi tuwe salama. Tunaye baba wa ajabu sana. Amen. Haleluya! Amen. Hayupo tajiri ambaye anaweza kusema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao. Yupo? Hakuna. Walijaribu kwa askofu lakini walifilisika. Maana shida za watu ni nyingi. Mjaribu kupambana na shida za watu utaziwe. Taisha. Alibaki maskini. Na wakiwa wamekuwa maskini hawajitesema yule nani choka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo 13 anasema, hebu soma 13. Kutoka 12:13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu itapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu mtakapoipiga nchi ya Misri. Atakapoiona nini? Damu. Haleluya. Kwa hiyo hata leo Mungu anaangalia. Sasa kama hata muone hata Yesu kwako, anakuja kwako kusaidia namna gani? Kuna watu wanakutana na vitu vingi. Soma kwenye mitandao unaweza kushangaa. Watu wanasema kuna watu hata kusalimia sehemu zako za siri zinaondoka. Eti watu wanatembea na mandoleo. Hiyo haidulele hazitasaidia. Kama hawatahamia kwa Yesu, watakwenda na maji. Haleluya! Haleluya! Nguvu ishaachiliwa kwa ajili ya mwanadamu. Kama hata ikubali hiyo nguvu, cha moto atakiona.
Ndulele zitakusaidia nini? Wewe utembee njia na mandulele, wewe kichaa. Ndulele. Hey. Haleluya. Biblia inasema alipoiona nini? Damu, sio ndulele. Damu alipita juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu au Mungu anataka angalie kwenye maisha ya mtu kuna nini? Kama kuna Yesu, yeye atakusaidia. Amen. Sawa sawa. Amina. Sawa sawa. Siku moja tulipita na Costa. Pum, miguu juu. Sasa mimi nikaita Yesu. Kwa jina la Yesu. Mama mmoja bwana akasema kwa jina la nabii Sifani, njoo unisaidie. Nikamwambia mama, usitupigie kelele. Acha kutupigia kelele. Huyo mtu unayemtaja hata yeye anamhitaji Yesu. Kwa hiyo acha kutupigia kelele. Yuko mwanamume mmoja tunaweza kumwita akakusaidia. Yesu. Haleluya. Kwa hiyo kuita jina la mtume fulani unapoteza muda. Wewe umekula matango mwitu. Watu wengi wakamwingia mama akasema na kweli. Tangu lini huyo nabii akaokoa? Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Anaweza kuokoa ni Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nguvu ya kuwaponya wale watu ilitokana na damu ya Yesu. Amen. Alipoiona damu, pale ndipo nguvu ilitokea. Ndipo uponyaji ulitokea. Haleluya. Malaika alipita sentimita chache juu ya ile nyumba, akaenda kwenye nyumba nyingine. Lakini alipokuta kwenye milango ya mlango hakuna damu, aliingia ndani, akaua kila mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo wokovu, kutembea na wokovu wa baba hakutusaidia. Unataka utembee na Yesu wako wewe binafsi. Sawa sawa? Amen. Haleluya. Amen. Wokovu wa baba yako hautamsaidia yeye. Naam. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Lazima kila mtu awe na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hiyo ni swala la ukombozi ni vituko. Wakati fulani Nuhu aliambiwa atengeneze safina. Watu walimwamini? Alitengeneza miaka 100 na ngapi? Miaka 120. Haleluya. Kila siku yuko kazini, anakata bao, anafanya hiki, kwa sababu safina ilikuwa na ghorofa 5. Haleluya. Kuna sehemu ya wanyama. Kuna sehemu ya swala. Ghorofa ngapi? 5. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu sana kuitengeneza. Lakini muda wote Nuhu alikuwa anafanya hiyo kazi, wanadamu walimkebeli. Sasa mimi natengenezewa hapa. Mimi nafikiri angetengenezea kwenye ufuo wa bahari. Ili inapokinani sukume iende baharini. Anatengenezea hapa. Haleluya. Lakini Nuhu anawaambia itainukia hapa. Itachukua kasi hapa. Haleluya. Hapana maji, lakini kuna siku maji yatakuja itainyanyua meli itaondoka. Haleluya. Watu wa imani wanaonekana ni kituko. Ndio. Lakini baadaye sana wanakuja kumuelewa Mungu wao. Amen. Kumbe alikuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Wakati unapitia kwenye mambo magumu, wanadamu wanakuacha. Haleluya. Lakini wakiona umefanikiwa wanarudi wanajiunga na sema hata mimi nikuombea. Hata wakuomba. Ndio. Haleluya. Ndivyo wanadamu walivyo. Haleluya. Wakati Yesu anaenda Yerusalemu, wao walinyanyua wakaweka nguo zao chini, wakasema Hosana, huyu ndio mfalme ajaye. Wakati alikamatwa, hao walisema afurumiwe. Wale waliotandika nguo
apite. Hao ndio wamesema, wameambiwa wachague aachiliwe mwizi au Yesu, wakachagua nani? Mwizi. Haleluya. Yaani kura zikapigwa, ziko ni watu wawili, mwenye haki Mungu na mwizi. Mwizi akashinda. Hao ndio wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaweza kukwambia ukijeuka tu. Haleluya. Haleluya. Tunaye mfalme katikati yetu asubuhi ya leo. Yeye anaweza kusaidia mtu maisha yake. Hebu tumalizie Luka 2:19. Luka 2:19 neno la Mungu linasema, lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Luka 22:66. Luka 27. No. Luka 22:19. Hapana. Luka 27 mstari wa kwanza. Luka 27 mstari wa kwanza. Aha. Luka 22:66. Luka 22:66 neno la Mungu linasema, hata kulipokucha walikutanika jamii ya wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, wakamleta katika baraza yao wakisema, kama wewe ndiwe Kristo tuambie. Akawaambia, nijapowaambia hamtasadiki kabisa, tena nikiwauliza hamtajibu. Lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Wakasema wote, basi wewe ndiwe mwana wa Mungu? Akawaambia, ninyi mwasema kwamba mimi ndiye. Wakasema, basi tuna haja gani tena ya ushuhuda? Maana sisi wenyewe tumesikia maneno ya kinywa chake. Yohana 19:23. Yohana 19:23. Yohana 19:23. Na askari walipomsulubisha Yesu, waliyatoa mavazi yake, wakafanya mafungu 4 kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo tunaona kwamba huyu mfalme kama yule kondoo alivyochinjwa, naye alikuja akachinjwa na yeye pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huyu Yesu aliwaambia nitakufa, lakini baada ya siku ngapi? Atafanya nini? Haya sasa ni mambo ya rohoni. Wewe anaanza kwa tamko. Haleluya. Haleluya. Alafu baadaye anakuja kutokea kama alivyosema. Alisema nitakufa, lakini baada ya siku ngapi? Atafanya nini? Atafufuka. Watu wakabisha. Na hiyo kasababisha wakaweka ulinzi mkubwa sana wapi? Kaburini. Haleluya. Wakaongeza idadi ya nini? Ya askari. Ya kwamba huyu mjanja asije akatoka akasababisha usumbufu kwenye taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasababisha watu wengi sana wakafanya nini? Wakamwamini.
lakini walinzi walisaidia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haipo nguvu yoyote au watu au jamii yoyote inayoweza kuzuia Mungu anapofanya mambo. Haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Farao alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana. Lakini wakati wa kujiliwa ulipofika, Farao alionekana cha mtoto. Musa alikuwa na nini? Si fimbo tu. Haleluya. Amen. Kuna wakati Musa alifanya jaribio la kufanya mapinduzi likashindikana. Akaua Misri mmoja. Walipomzingira akatoroka, akaenda wapi? Midiani, akakaa miaka 40. Sasa karudi. Haleluya. Baada ya kukutana na Mungu kwenye fimbo ilikuwa kichaka kilikuwa kinawaka akiteketee. Musa alikuwa sio kawaida tena. Haleluya. Haleluya. Anazungumza na mtu mwenye mafarasi, mwenye magari, mwenye jeshi kubwa, hana hata jeshi. Hata watu wake hawana hata mkuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye tu ana fimbo. Fimbo tu wanajipigaga, Wasukuma ndio wanatembeaga na fimbo, huku Wachaga pia hata fimbo. Kuna Mchaga na fimbo huyu amezeeka sana, nguvu zake zimeanza kuwa chache. Anaweza kukutana kijana wa Kichaga na fimbo. Unaona? Haleluya. Haleluya. Amina. Kwa hiyo fimbo tu ndio Musa alikuwa naye. Na alipofika kwa Farao akamwambia, Farao akasema tutaamini. Musa akaitupa chini kawa nyoka. Sema huyu jamaa alienda kujifunza uganga. Anataka kunitishia na nini? Hebu leta waganga wakaje na wakatupa zakawa zikawa nyoka. Lakini cha ajabu ile fimbo ya Musa ikazimeza zile fimbo za waganga. Haleluya. Mambo ya Mungu huwa na tabia kumeza mambo yao ya mambo mengine madogo madogo. Ya wachawi, si ya nini huwa yanamezwa. Halo. 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 Yanafanya nini? Yanamezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Yuko Mungu mfalme mwenye nguvu katikati yetu mchana wa leo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu alikuwa anaongea tu nao kama kawaida. Haleluya. Lakini ilipofika wakati waliona cha moto. Haleluya. Bali waliweka jeshi. Waliweka jiwe kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Waliweka nini? Alitokea malaika wangapi? Mmoja akaliviringisha, alafu akalikalia. Haleluya. Hebu mmeweka kitu watu 100, anakuja tu mtu mmoja anaviringisha tu na mkono mmoja alafu anakalia juu yake. Alafu anasema sura yake ni kama umeme. Hawasemi umeme huu wa hiki batari. Sio umeme. Amina. Hapo hakuna umeme. Haleluya. Haleluya. Umeme ni ule wa radi. Ule umeme. Haleluya. Hii kibatari hiyo kibatari. Hamna umeme hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura yake ni kama unavyoona radi ile. Ukiangalia sasa amekaa juu ya leki kalitoza. Huyo mwenye sura kama hiyo kalikalia nini? Jiwe kalitoza. Biblia inasema wakawa kama wamekuu. Walipoliangalia jiwe na aliyelikalia umauti uko wakuu. Kila mtu akawa anasikia hamu ya kufa. Hivi kumekufa nini? Amen. Huyu anasikia miguu si kama hivi. Huyu anahema haraka si hapo pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio akatoka akaenda zake. Aliomba kukutana wapi? Galilaya. Yeye anaenda zake Galilaya. Huku watu mauti umewakuu. Na hao sio watu wa kawaida. Ni wale watu wanaitwa mabauza. Yaani wanachaguliwa majitu yenye maumbo ya ajabu. Yanayobebaga yale machuma.
yanajengeka kama mamisuri. Hayo yalikuwa pale. Haleluya. Lakini hayo ndio akawa anajisikia kufa. Haleluya. Kila mtu anafahamu ni wenzake wa uwezo wake. Kila mmoja anaongelea hivi mwenye nguvu hapa tumeishi. Haleluya! Tunaye mfano mwenye nguvu katikati yetu. Wakati wanatangaza kufa ndio maisha yanaanzia pale. Haleluya! Haleluya! Wakati wanatangaza ya kwamba hauwezi ukaendelea, ndipo maendeleo na mafanikio yanaanzia pale. Haleluya! Yeye anatangaza tofauti na maadui zako. Haleluya! Maadui zako wanatangaza mabaya, lakini yeye anatangaza mema kwa ajili yetu. Haleluya! Tena anasema anatupatia sisi tumaini. Haleluya! Unajua tumaini ni baada ya watu kuishiwa kabisa. Hata hakuna kukuambia pole. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sasa kufa na kujiza mwisho kunafanana. Haleluya. Lakini hapo Mungu anakupa wewe tumaini. Haleluya. Anaweza kukuambia baada ya maisha haya yako maisha mengine mapya. Haleluya. Haleluya. Yuko mfalme mwenye nguvu katikati yetu. Kwa hiyo Pasaka kwetu sisi sio kuchoka, ni ushindi. Amen. Unaweza kutembea kama bata. Unajua bata anatembea kibali. Bata anatembea kibali. Haleluya. Afu bata hata wafundishe watoto ujinga. Kama kufu. No. Yeye anaweka hapo mbele, yeye anakaa hapa nyuma. Miguu yake ndungana. Hata akikelele. Hata waiti. Yeye anakaa tu nyuma yake. Kuku anawaacha nyuma, yeye anaweka mbele. Mwanaume asogee auchukue. Haleluya! 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 Anajiamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata sisi tuliomwamini Yesu tunaweza kutembea kifua mbele. Wala usiogope. Haleluya! Wakati wanamtengeneza na ni vyombo vya kukumaliza, hivyo vyombo vitapita juu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijui bomu gani la masafa marefu litapita juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana uko mshindi katikati yetu. Yeye alisema nitakufa, lakini baada ya siku 3 nitafufuka. Waliobisha walisikia kufa. Hello. 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 Haleluya. Haleluya. Yuko mfalme mwenye nguvu katikati yetu. Amina. Haleluya. Wala usiogope. Yako mambo mengi kwenye hii dunia. Dunia ni sarakasi. Ni sehemu ya mateso mengi. Na hapo Biblia inasema kwenye ile nyama walikuwa na mboga chungu. Kwa nini usiwepo mboga chungu? Ni haya mambo na kutenda naye. Kibaji anapenda hiyo mboga, mimi silagi kabisa. Lakini kwa sababu ya Yesu hata hiyo mboga hata kama siri na iliwekwa hapo. Kula nyama choma na hii mboga iwekwe mbele. Ile. Amen. Waje ana shida yeye anakula moja kwa moja chungwa. Mboga chungu ni chungwa. Ilikuwepo pale na ile nyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Wewe pale hakuna Joyce. Mboga cheusi iko hapo sasa. Matoelea na hii. Kwa nyango na hii mboga mnaenda pamoja. Haleluya! Hata wakati Yesu anasulubiwa, wao wanafunzi walilia. Nalia. Msinililie. Ililie nyinyi na watoto wewe. Hii kitu si kama nakuna peke hata nyinyi mtakula. Mama anasema hivi Yesu kwa
inarudiki. Wakati wanaleta mashtaka akasema hata wanafunzi wako wafungi kama wa Yohana. Yesu akasema sasa hivi kuacha wasifungi. Bila kuna siku mambo ya kiumana watafunga. Hakuna kumwambia mtu usifu usile. Yeye mwenyewe atakuta automatic. Asije kunywa chai maji. Anataka damu. Mambo yamekuwa atafunga. Lakini kwa sababu sasa hivi mambo na bwana harusi, wacha wale. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tunaye mfalme wa ajabu sana. Yeye ni mwema sana kwenye maisha yetu. Wala usiogope. Haya mambo yanayotokea ni zile mboga chungu. Mboga. Amina. Zile mboga. Ambazo ziliwa pamoja na ile nyama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Yesu akafufuka. Watu waliosema hawezi kufufuka. Lakini Yesu akafanya nini? Siku ya tatu akafanya nini? Kwa hiyo haijalishi wingi wa watu wanasema wengi wapi. Lakini hata wengi wakisema kwamba utakufa. Lakini kwa sababu umemwamini Yesu, hautakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na watu 200 walijifunga wakasema hatutakula chakula mpaka tujue nani Paulo. Wakasema hatutakula chakula. Lakini walimua. Matokeo yake ni wapi? Umeshindwa. Na chakula kipo. Kwa nini mshindo? Kumshikamata mmeshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini ilipofika wakati Paulo alikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe wakati kama hujafika hawawezi kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na huyu Yohana walimshindwa kabisa. Wakaua hivi hamna. Wakamweka kwenye mafuta hafi. Wakasifu wakafanya hivi hafi. Wakamwacha kwenye kisima. Alifa. Matokeo yake akapata ufunuo, akaandika kitabu cha nini? Ufunuo. Unajua kwenye Biblia kuna mwanzo, alafu kuna nini? Ufunuo. Mwanzo unaeleza mambo ya kwanza. Na mwisho ni nini? Ufunuo. Kwa hiyo Yohana akaelezea mambo ya mwisho yatakavyokuwa. Lakini walimtoa kule Afrika. Badala ya kufa, akaandika ufunuo. Akaeleza siku ya mwisho mambo yatakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo natamani kwamba kila mtu aishi kama mfalme. Wewe ni mtoto wa mfalme. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna haja ya kuogopa. Hata kama watu wamejipanga mabaya mangapi, hayatafanikiwa. Haleluya. Haleluya. Mradi tu umemwamini huyu Yesu, mambo yako yatakuwa sawa sawa. Amina. Biblia inasema kwamba walilia liondolewa jiwe. Wanadamu wana tabia kuweka mawe kwenye maisha ya watu. Sawa sawa. Wanaweka nini? Mawe. Lakini Yesu aliwaahidi, alisema halitasalia jiwe juu ya mawe yote walioyaweka kwenye maisha yetu yataondolewa. Kama jiwe lake liliondolewa, hata jiwe lako litaondolewa. Haleluya. Haleluya. Na ukitoka hapa utakuta ile jiwe halipo. Kuna mtu anakuwa amesoma lakini hapati kazi, hilo ni jiwe wameweka. Kuna mtu ana sifa zote za kuolewa lakini haolewi, ni jiwe. Natangaza kwa jina la Yesu, hilo jiwe litaondolewa. Haleluya. Hilo jiwe halitakuwepo. Yesu alisema halitasalia jiwe juu ya jiwe. Yaani jiwe waliloweka, kama jiwe la Yesu liliondolewa, hata la kwako liondolewa. Kama Yesu alifufuka, hata wewe utafufuka. Amen. Sawa sawa? Amina. Yesu alifufuka ili na wewe siku ya mwisho ufufuke. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Lakini kama Yesu asingefufuka, wala tusingekuwa na tumaini hilo. Lakini kama alizaliwa, akafa, akafufuka, hata wewe utafufuka. Siku ya mwisho. Wangapi wanaamini kwamba itakuwa hivi? Haleluya.
Kwa hiyo usiogope haya yote unayopitia. Haijalishi ni maneno mangapi wameongea juu yako, ya kwamba hautafanikiwa. Nataka niseme ya kwamba hayo maneno yatakuwa ni mwanzo wa maisha mengine ambayo Mungu atakuanzishia. Haleluya. Haleluya. Kama wamechora mstari kwamba hutavuka, nataka niseme kwamba utavuka na utaenda kilomita nyingi mbele ya huo mstari waliochora. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Haleluya. Yesu hakufa uende kilomita 1, utaenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama Yesu ni mshindi, hata wewe una nguvu. Haleluya. Kama Yesu alikuwa na nguvu, hata wewe unazo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Wewe usiogope. Wala usiogope maadui. Wala usiogope wanayosema. Amini tu, Mungu atakusaidia. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu simama. Yuko mfalme katikati yetu mchana wa leo. Yeye alikufa akafufuka. Haleluya. Na leo anaweza kufufua chochote ambacho kimekufa ndani ya maisha ya mtu. Yeye hashindi na jambo lolote. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo haliko sawa kwenye maisha ya mtu kwa sababu ya Pasaka ambaye ni Yesu, hilo jambo litaenda kuwa sawa sawa. Amina. Haleluya. Kama kuna kitu chochote cha mtu kimevurugika katika maisha yake, hakiendi kama kinavyotakiwa, natangaza hicho kitu kiwe sawa sawa kwa jina la Yesu. Kama kuna watoto ambao hawaendi kama inavyotakiwa, natangaza kwa jina la Yesu watakuwa sawa sawa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo chochote ambacho kimevurugwa kwenye maisha ya mtu kwa sababu ya Pasaka, hicho kinaenda kutengenezwa kitakuwa upya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kama unaweza update simu ikawa mpya, hata Yesu anaweza zaidi. Yeye anaweza kufanya mapya zaidi ya simu. Haleluya. Yeye anaweza kufanya jambo ambalo limevuruga kuwa jipya tena na kila mtu akashangaa. Kwa hiyo amini ya kwamba yeye hashindi na jambo lolote. Hebu tumshukuru Mungu kwa ajili ya huyu mfalme aliyefufuka katika maisha yetu. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo. Hakika wewe ni Mungu mwenye nguvu. Ulikufa lakini ulifufuka pia. Na tunakushukuru mchana wa leo kwa sababu wewe ni mfalme ambaye ushindi na jambo. Mahali popote mtu yeyote alipokwama mchana wa leo, tunatangaza ya kwamba atoke kwenye huo mlima kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunatangaza njia iliyonyoka kwa mtu huyo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila jiwe lililoshika maisha ya mtu mchana wa leo, tunatangaza kwa sababu jiwe aliyokuwekea liliondolewa, na tunatangaza hilo jiwe kuondolewa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na tunatangaza maisha mapya tena yenye kustawi kwa huyo mtu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama wamesimamisha ustawi wa mtu, tunaenda kutangaza ya kwamba huo ustawi sasa umeachiliwa, na sasa naweza kuendelea tena, na sasa na nguvu za kuendelea kilomita nyingi mbele. Jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na hayupo wa kuweza kumrudisha tena kwenye ile shida ambayo walimwekea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ushachiwe kwenye kaburi lako, hata hilo jiwe hataweza kulirudisha tena katika jina la Yesu. Hebu piga kelele na makofi. Asante mchungaji kwa ujumbe huu mzuri. Hebu kwa kinywa chako mwambie Mungu asante, ambaye tayari amefanya jambo kwenye maisha yako. Laiti macho yako yamefunguliwa uone katika ulimwengu wa roho malaika akilidhihirisha jibu la tatizo lako. Fungua kinywa chako tumwambie Mungu asante. Asante sana kwa ujumbe huu mzuri. Bwana, tunakushukuru kwa sababu umefanya maisha yetu kuwa mapya kutokana na neno lako katika jina la Yesu Kristo.
Shika sadaka yako mkononi sasa.